Mwanzoni mwa hadithi, tunaona nyumba juu ya mlima katikati ya msitu. Mwanamume anayeitwa William anaishi huko peke yake. Amekuwa akikaa katika msitu huu ulioachwa kwa miezi kadhaa kwa ajili ya utafiti wake. Lakini siku moja, nyoka anamng'ata. Anaingiwa na hofu, akiwa na wasiwasi kwamba sumu hiyo inaweza kuenea mwilini mwake. Katika hofu hiyo, simu yake inaanguka chini ya mlima, ikimaanisha kuwa hawezi kumpigia mtu yoyote msaada. Kwa hivyo, anajaribu kujikata mkono ili kuondoa sumu hiyo, na haraka anaingia ndani ya nyumba na kunywa maji mengi. Baada ya muda fulani, William anapoteza fahamu. Anapoamka, anaanza kupata ndoto za mara kwa mara kwa sababu baadhi ya sumu ya nyoka bado inamwathiri. Analala hapo hivyo kwa siku kadhaa. Siku moja, anasikia mlio wa helikopta nje na wanasayansi wengine wanakuja mlangoni pake kumchukua. Labda kulikuwa na dharura fulani katika ulimwengu wa nje, lakini William hawezi kutoa sauti yoyote. Kwa hivyo, wanasayansi wanadhani hakuna mtu aliye ndani na kuondoka. Baada ya siku chache zaidi, athari iliyobaki ya sumu hatimaye huondoka mwilini mwake na anaanza kuhisi afya tena. Ingawa inawezekana kwamba sumu kidogo bado imesalia katika mfumo wake. Hata hivyo, anawasha gari lake na kurudi mjini. Lakini anapofika mjini, anashtuka kabisa. Anaona kwamba jiji lote limebadilika. Hakuna hata mtu mmoja aliye hai mitaani. Mambo yametawanyika kila mahali, kana kwamba janga kubwa limetokea. Sehemu ya kutisha ni kwamba maelfu ya magari yamesimama barabarani na watu wote ndani ya magari hayo wamekufa. Kisha macho yake yanaangukia kwenye ishara ya barabarani. Kwa kweli, siku chache zilizopita, virusi hatari sana vilikuwa vimeenea kote ulimwenguni. Kwa sababu vilienea haraka sana, vikaambukiza na kuua karibu wanadamu wote duniani. Sasa hakuna serikali, hakuna sheria na hakuna taratibu. William anafika nyumbani kwake na anaona kwamba wazazi wake pia walikufa siku chache zilizopita. Anachukua muda kukubali ukweli, kisha anachimba makaburi ya wazazi wake karibu na nyumba. Siku chache zinapita na William anatambua kwamba yeye pekee ndiye aliye hai katika jiji hili, lakini anatumai kwamba mahali pengine lazima kuwe na watu wengine ambao hawana kinga dhidi ya virusi. Kwa usalama, William anachukua bunduki na vifaa na kuelekea Las Vegas. Daraja lililounganisha jiji limezuiwa, kwa hivyo analazimika kusafiri umbali mrefu kwa kutumia njia nyingine ili kufika Las Vegas. Lakini jiji hilo pia ni tupu, hakuna mtu pale. Hoteli kubwa na kasino zimeachwa kabisa. Hatimaye, William anachoka na kuanza kuishi katika hoteli maarufu. Kwa kuwa kila kitu ni bure kwake sasa, anaanza kunywa divaini za gharama kubwa. Lakini usiku uliofuata, wanusuru wawili wanamjia, Milton na Ann, ambao kama William hawakuambukizwa na virusi hivyo. Wanamwambia kwamba kwa siku chache zilizopita wao pia wamekuwa wakikaa katika hoteli za gharama kubwa kama hii. Milton anamuonyesha kipindi cha mwisho cha televisheni ambacho kilisema kwamba wanasayansi hawakuweza kuunda dawa yoyote ya virusi vipya. Baada ya hapo, vita vya wenyewe wili vilianza katika nchi tofauti. Watu walianza kuuana kwa ajili ya dawa, na ndani ya siku chache wanadamu wote walikufa kutokana na virusi au kutokana na vurugu hizo. William pia anagundua kuwa baada ya mlipuko wa virusi, Milton na Ann wanamuona mwanadamu mwingine aliye hai kwa mara ya kwanza leo. Hiyo inamaanisha kwamba idadi ya watu walio hai waliobaki duniani ni ndogo sana. Pia anatambua kwamba kwa sababu ya kukaa peke yake kwa muda mrefu, hali ya akili ya Milton na Ann imezorotea. Ann anafichiwa kwamba alimuona mumewe na mtoto wake wakikufa kutokana na simu ya video iliyomharibu kabisa nia ya kuishi. William anakaa nao katika hoteli hiyo ya kifahari kwa siku chache. Ingawa nguo za bei gharama za chapa zimelala bure, William hajisikii vizuri kuhusu yoyote ya hayo. Inahisi kama thamani ya chapa imeisha pamoja na wanadamu. Milton anasema alikuwa mfanyabiashara mkubwa, alipata pesa nyingi, lakini sasa hana umaarufu wake wala familia yake. Milton anabeba bunduki ili wote watatu waweze kuishi nayo. Kusikia hivi, William anaogopa na anatoka nje kwa sababu bado anataka kuishi. Kisha anasikia mlio wa risasi kunyuma. Milton na Ann wamejiua, na tena William yuko peke yake kabisa. William anaanza kuhisi kwamba huenda ndiye mwanadamu aliyebaki duniani kote. Anaendesha gari lake kwa haraka sana na kuondoka jijini. Akiwa njiani, anamwona mbwa na kumweka naye kama mwenzake, akimwita Lucky. Baada ya hapo, anaenda maktaba, analeta vitabu vya kuishi na anarudi kwenye nyumba yake ya zamani. Sasa anaishi huko na Lucky. Chakula kilichobaki katika maduka Caribbean kinaweza kudumu muda mrefu, na baadaye wanaweza pia kulima mazao. Kadri muda unavyokwenda, mwaka mmoja unapita. William na Lucky huunda uhimara mara, lakini bila wanadamu, William anachoka sana. Kwa ajili ya kupitisha muda, wakati mwingine anakwenda kurumba, wakati mwingine kuogelea. Wakati mmoja hata anaendesha gari lake kwa maduara mahali pamoja. Lakini maisha yake ya kuchokesha yanabadilika siku moja Lucky anapoanza kubweka kwa sauti kubwa akiangalia nyumba kwa mbali. William anaona moshi ukitoka kutoka kwenye nyumba hiyo na mara moja anaendesha gari hadi huko. Juu ya dari, msichana mwenye bunduki anamtishia. Jina lake ni Emma, pia ni mnusuru. William anamwambia kila kitu kuhusu mhake na Emma anasadiki kwamba si tisha. Kutokana na mazungumzo yao, inabainika kwamba wote wawili hawakuona mtu hata mmoja aliye hai kwa mwaka mmoja. William anamwambia Emma kila kitu kilichompata
na Emma anasimulia hadithi yake ya kunusuru pia. Anasema alikuja katika eneo hili jana tu na alifikiri hakuna mtu aliye hai hapa. Baada ya kuzungumza muda, William anakaribia kuondoka, lakini Emma anasema, kaa hapa usiku huu. Imekuwa muda mrefu sana nimekutana na mtu mwingine aliye hai. William anakubali. Kisha anamleta Emma nyumbani kwake. Kwa sababu alikuwa akiishi peke yake, hakuwa ameitunza nyumba vizuri na kila kitu kilikuwa kimeharibika. Kwa hivyo, wawili hawa wanaanza kuitengeneza nyumba pamoja. Kuna duka la chakula Caribbean, kwa hivyo wanaenda na kuleta vifaa vya chakula. Mkutano huu wa ghafla unawarudishia wote wawili matumaini ya kuendelea kuishi. Sasa wanaamka pamoja na kufanya kazi tofauti za kila siku. Wanaendeleza mambo ya kujifurahisha ili wasichoke. Pia wanajua kwamba kama wanawake wa mwisho duniani, basi jukumu la kuongeza idadi ya watu linawaangukia wao pia. Wakati huo huo, kwa sababu wanadamu wametoweka, wanyama wa pori wameanza kuingia mijini. Baada ya muda, William anaweka paneli za jua nyumbani kwake ili kujiandaa kwa kila namna. Baada ya siku chache, Emma anapata mimba. Anafurahi sana, lakini William ana wasiwasi. Anajiuliza kama ni sawa kumleta mtoto katika ulimwengu huu wa baada ya uakimo. Mzidi hivyo, kujifungua kutatokea vipi? Hilo ni jambo la matatizo makubwa. Kwa hivyo, William anaenda maktaba na anaanza kusoma vitabu vya kujifungua mtoto. Baada ya muda, nyumba yao inakuwa salama kwa kila namna. Paneli za jua zimewekwa ili sasa waweze kuhifadhi chakula kwenye friji. Pia, wanaanza kufuga kuku na ng'ombe, wakiwapa yai na maziwa. Caribbean kuna bustani kubwa lililostawi. Kwa sababu wanadamu wametoweka, hewa pia imekuwa safi na safi. Lakini baada ya muda, wanakabiliana na tatizo kubwa. Idadi ya panya katika eneo linalozunguka inaendelea kuongezeka, na sasa wanakuja kuelekea nyumbani. Kwa hivyo, wanaanza kuchoma takataka zunguka nyumba ili kuwazuia panya. Wakati halo halifanyi kazi, wanafunga nyumba yote. Usiku mmoja, Emma anasema hivi karibuni watapata suluhisho la panya, na kwa sasa anafurahi kuhusu mtoto anayekuja. Katika wiki chache zinazofuata, William analeta paka kutoka mbali ambayo inasaidia kupunguza idadi ya panya katika eneo lao. Hatimaye, siku inakuja ambapo Emma anapata uchungu wa kujifungua. Wamejiandaa sana kwa siku hii. Kwa msaada wa William, mtoto wa kike mwenye afya njema anazaliwa. Baada ya hapo, wanaingia mjini na kupaka anwani yao katika sehemu zinazoonekana ili kama wanusuru wengine watakuja mjini waweze kupata makazi yao. Kadri muda unavyokwenda, miaka 6 inapita. Siku moja, William anaporudi nyumbani kwa gari lake linagongana na simba marwawe barabarani. Anapomtazama simba marwawe kwa makini, ghafla anamwona msichana mdogo ambaye anaogopa kumwona na kuanza kukimbia. William anamkamata na kumwambia aje naye nyumbani kwake. Lakini msichana anaogopa sana. Kwa hivyo, William anampa mtafaa. Akiona mtafaa, msichana anaamini hata mdhuru. Kisha, anakaa kwenye gari la William na kuenda nyumbani kwake. Hapo, tunagundua kwamba William sasa ana watoto wawili. Miaka 2 baada ya kuzaliwa kwa binti yao wa mkubwa, walikuwa na mtoto wa kiume anayeitwa Alex, na Emma sasa ana mimba ya mtoto wao wa 3. Labda watu hawa wawili ndio watakaojaza ulimwengu wote. Habari njema ni kwamba kwa sababu ya anwani walioiandika jijini, wanusuru wawili wanafika nyumbani kwao. Lakini msichana mdogo bado anaogopa sana, kwa hivyo hashuki kutoka kwenye lari. Hakuna ambaye anamlazimisha. Usiku huo anakaa ndani ya lari. Asubuhi, Marina anapoenda kumpa chakula, msichana anajaribu kumshambulia. Kisha Marina anasimulia hadithi yake ya kwamba yeye na George walikuwa wakisafiri kitafuta watu walio hai na hatimaye walipata anwani iliyoandikwa ya William. Wakati wakizungumza, Marina anamleta msichana ndani ya nyumba na kumtuma kuoga. Baada ya hapo, Marina anapata michoro ya ajabu kwenye begi la msichana. Pia, kuna barua iliyoandikwa jina Evie. Marina anawaonyesha kila mtu barua hiyo na kusema kwamba iliandikwa na mama yake Evie. Katika barua hiyo, inasema kwamba ikiwa mtu yeyote atampata Evie, anapaswa kumtunza. Wakati virusi vilipoenea, baba yake Evie alimnyanyasa kimwili, jambo ambalo lilimtia kiwewe sana na kumfanya aogope kila mtu. Siku moja, mama yake Evie alimuua baba yake na kumwambia Evie akimbilie mahali salama. Sasa, wote watano wanamkubali Evie katika kundi lao. Muda si mrefu, Emma anajifungua mtoto wake wa 3, mvulana anayeitwa Sam. Sasa, familia yao inakuwa kubwa zaidi. Kwa mwaka unaofuata, wote wanaishi pamoja kwa furaha. Lakini, siku moja, wanapata ishara kwamba mtu anakuja. Wanawatuma watoto wote ndani ya nyumba na watu wazima wanachukua silaha na kwenda kuona ni nani. Wanaona kwamba ni kundi lingine la walionusurika ambalo limefika hapo. Baada ya kuona anwani ya Emma imeandikwa jijini, kundi hili linajumuisha Molly, Jean, Ezra na mwanao Rafe. Kundi la William linawakaribisha nyumbani kwao. Molly anaeleza kwamba katika miaka 8 iliyopita wameona watu 4 pekee walio hai. Hawakuwahi kuwa na mahali pa kudumu pa kukaa na waliendelea kuzurura kutoka sehemu moja hadi nyingine. Emma anawaambia kwamba sasa hapa ni nyumbani kwao. Hakuna uhaba wa vifaa hapa na kwa pamoja wanaweza kujenga jamii mpya. Molly ni daktari,
ambayo ni baraka kubwa kwa sababu ikiwa mtu yeyote ataumia, sasa ana huduma ya matibabu. Siku iliyofuata, William anawaelezea wanachama wapya sheria hizo. Anasema kwamba wanadamu wachache sana wamebaki katika miji na misitu, kwa hivyo wanyama wa porini sasa wanazurura kwa uhuru. Wakati wowote mtu yeyote anapoingia mjini kukusanya vifaa, lazima abebe silaha na kamwe asisafiri peke yake. Baada ya hapo, kila mtu anaelekea mjini kukusanya chochote anachoweza kupata. Kwa kuwa kuna hospitali karibu, Molly hukusanya dawa nyingi. Mara tu wanapomaliza kukusanya kila kitu wanachohitaji, wanarudi nyumbani salama. Jean, mmoja wa wanachama wapya, ni mwimbaji, kwa hivyo anaimba wimbo kwa kila mtu. Pia ni mama wa mtoto wa Ezra. Wakati huo huo, George na Marina wanakurubiana tena baada ya miaka mingi ya kutengana. Katika miezi kadhaa iliyofuata, Jean na Marina huzaa watoto wa kike. Kadri muda unavyopita, miaka 14 inapita na familia yao inakuwa kubwa zaidi. Leo wanasherehekea siku ya kuzaliwa ya binti mkubwa wa William na Emma. William anawafundisha watoto wote kuhusu ulimwengu wa zamani. Anawaambia kwamba kulikuwa na wakati ambapo bilioni ya watu waliishi duniani, akielezea jinsi walivyoishi, maisha yalikuwaje na jinsi kizazi kijacho kinavyopaswa kujenga mustakabali bora. Anaendelea kuwapa maarifa yote. Siku moja, dhoruba kali inatokea. William ghafla anatambua kwamba mbwa wao Lucky bado yuko nje. Anakimbilia kwenye dhoruba kumtafuta, lakini anagundua kwamba Lucky amepondwa chini ya mti ulioanguka. William na Emma wamevunjika moyo. Lucky aliingia katika maisha ya William alipokuwa amepoteza tumaini kabisa, hata kabla ya Emma kuingia katika maisha yake. Wanamzika gambani na kumheshimu kama mtu wa kwanza kabisa wa familia yao mpya. Muda si mrefu, William akiwaangalia watoto wakicheza nje, Simba Maraga anaingia ghafla gambani. William mara moja anasimama mbele ya watoto ili kuwalinda. Kabla mtu yeyote hajasaidia, Simba Maraga anamshambulia na kumwacha amejeruhiwa baya sana kabla ya kukimbia. Kila mtu anafanya kila inalowezekana kumwokoa William. Amepoteza damu nyingi sana, lakini kutokana na ujuzi wa kimatibabu wa Molly na dawa walizokusanya, ananusuru. Wakati huo huo, Emma anamfuatilia Simba Maraga huyo kwa bunduki yake na kumuua ili kuhakikisha kwamba hawezi kutishia familia yao tena. Wiki chache baadaye, William anakuwa na afya njema kutosha kurudi kazini. Kufikia sasa, miaka 17 imepita na watoto wote wamekuwa na wajana. William anawafundisha wanawe Alex na Sam kila ujuzi wa kimaisha anaoujua. Wakati huo huo, mwana mkubwa wa Ezra, Rafe, anampenda binti wa William. Wawili hao hutumia karibu muda wao wote pamoja. Hatimaye, wanawaambia familia zao kwamba wanataka kuondoka home na kuchunguza ulimwengu peke yao. Kila mtu anaelewa kwamba kujenga upya ubinadamu unategemea kizazi kijacho. Kwa hivyo hakuna anayejaribu kuwazuia. Wanapewa silaha, njaa na maji kabla ya kuanza safari yao. Baada ya siku kadhaa, wanaanza kuishiwa na maji kwa hatari kubwa. Wakati wanatafuta vifaa karibu na eneo la kutupa jaka lililotelekezwa, wanagundua kwamba karibu vyanzo vyote vya maji vilivyopo karibu vimekauka. Tangu binadamu ulipotoweka kwa njia ya ajabu, hali ya hewa imebadilika sana na mvua haijanyesha kwa miezi. Kundi hilo sasa linakabili changamoto mpya, utisho, uhaba wa maji. Wakati huo huo, wanaona gari likielekea kwao. Hilo linaweza kumaanisha kitu kimoja tu: bado kuna walionusurika, wengine walio hai. Mbali na wao, wanarudi nyumbani haraka na kuwaonya kila mtu kwamba wageni hao wanaweza kuwa tishio na wanaweza kujaribu kuchukua nyumba yao. Kwa kweli, kiongozi wa kikundi hicho, Charlie, anaelezea kwamba walikuja kutafuta mafuta. Wana mashine ya kuchimba visima ambayo yanaweza kuchimba ndani kabisa ya ardhi na kufunga pampu ya mkono na hivyo kuipa jamii ya William usambazaji wa maji wa kuaminika. Badala yake, Charlie anaomba baadhi ya petroli iliyohifadhiwa na William ili waweze kusafiri mbali zaidi. Kwa kuwa kundi la William linapambana na uhaba wa maji, wanakubaliana na mpango huo. Baada ya yote, wana petroli nyingi kuliko wanavyoweza kutumia kihalisi. Charlie na timu yake wanaanza kuchimba visima, mchakato ambao utachukua siku kadhaa. Kwa hivyo wanakaa kwenye gari lao wanapokuwa wakifanya kazi. Kadri muda unavyopita, William anagundua kwamba Charlie si mtu wa kutegemewa. Wakati wa mazungumzo yao, Charlie anakiri kwa upole kwamba aliwahi kuwaua manusuru wengi ili kuiba rasilimali zao. Akisumbuliwa na hili, William anaonya kila mtu faragani kukaa macho na kuimarisha usalama karibu na nyumba zao. Emma anaamini kundi la Charlie litaondoka mara tu uchimbaji utakapokamilika. Kwa hivyo anawaambia kila mtu asiwe na wasiwasi sana. Uchimbaji unaendelea kwa siku 4 na hatimaye wanaingia kwenye maji ya chini ya ardhi. Kila mtu anasherehekea mafanikio. William anamwambia Charlie kwamba makubaliano yao yametimizwa, ikimaanisha kuwa Charlie anaweza kuchukua petroli na kuondoka. Jioni hiyo, vikundi vyote viwili vinasherehekea pamoja, lakini William anabaki na wasiwasi. Anahisia kwamba Charlie hana nia ya kuondoka kwa amani. Baadaye usiku huo, William anaamshwa na kelele. Anakimbia nje na kumwona Charlie akitoka kwenye moja ya vyumba, huku rafiki yake Silas akisimama ili kumwonya ikiwa mtu yoyote atamkaribia. William anaingia chumbani na kumkuta Evie skilia baada ya Charlie kumshambulia.
Akiwa na hasira, William anawajulisha wengine mara moja. Wanafichwa kwamba kundi la Charlie lina silaha nyingi na kwamba walimsikia Charlie akisema anapanga kukaa na kuchukua udhibiti badala ya kuondoka. William anatangaza kwamba Charlie lazima azuiliwe. Anakataa kusimama huku familia yake ikitishiwa, akisema kwamba ikiwa Charlie ataruhusiwa kuendelea, mwathiriwa wa leo atakuwa Ivy, lakini kesho inaweza kuwa mtu mwingine. Baadhi ya wanachama wanasita, wakikumbusha kila mtu kwamba ni wanadamu wachache sana waliobaki hai na kuchukua maisha ya mtu mwingine ni uamuzi mzito. William anasisitiza kwamba kulinda familia yao kunakuja kwanza. Hatimaye, kila mtu anakubali kwamba kumwondoa Charlie ndiyo njia pekee ya kuweka jamii salama. Usiku huo, wanamzunguka Charlie kimya kimya akiwa amelala. Kabla mtu yoyote hajagundua kinachoendelea, William anamuua Charlie. Ingawa anafanikiwa, anahuzunika sana kwa sababu ni maisha ya kwanza ambayo amewahi kuyachukua. Anajua alitenda ili kulinda familia yake, lakini mzigo unamlemea sana. Asubuhi iliyofuata, William anahutubia kundi la Charlie. Anawaambia wasitafute kulipiza kisasi. Wanakaribishwa kukaa ikiwa wako tayari kufanya kazi pamoja kwa amani, lakini wakiamua kuondoka, hawapaswi kurudi tena. Wafuasi wengi wa Charlie wanaamua kubaki, lakini rafiki ya karibu wa Charlie, Silas, anakasirika sana. Kwa mtazamo wake, William alimuua rafiki yake bila onyo. Wengine wanakubali kwamba walijua kila mara kwamba Charlie alikuwa kiongozi hatari, alitumia vibaya mamlaka yake na alikuwa akiwatendea mabaya wanawake ndani ya kundi lake. Kwa hivyo wanahisi wamefarijika kwamba hayupo. Silas ndiye pekee anayeendelea kumlilia Charlie. Kwa hivyo William anamfukuza kutoka kwenye jamii. Baada ya muda, Silas anarudi kuomba kurudi kwa sababu hawezi kuishi peke yake, hasa kwa kuwa kundi lake la zamani lilisalia na William. William anakataa, akiamini Silas aliunga mgongo uhalifu wa Charlie na hawezi kuaminika. Kwa adhabu, Silas anafukuzwa pembezoni. Miaka 20 inapita na bila ustaarabu wa kibinadamu kutawala Sayonati, dunia imebadilika sana. Watoto wa jamii ya William wanaanza kujenga ndege, wakitarajia hatimaye itawaruhusu kusafiri kwa urahisi zaidi kutoka mlimani kwenda maeneo mbali zaidi. Lakini maajabu yanatokea tena. Watu wanaanza kuugua mmoja baada ya mwingine. Muda mfupi baadaye wanagundua kwamba mada ya nusu ya jamii imeambukizwa na aina mpya ya virusi vile vile ambavyo karibu viliangamiza ubinadamu miaka iliyopita. Dr. Molly anaelezea kwamba wagawa walipata kinga dhidi ya virusi vya asili vimebadilika kwa muda. Bahati nzuri, aina hii mpya ni dhaifu na anaamini matibabu yanaweza kutengenezwa. Wale wanaobaki kuwatunza wagonjwa kwa afya njema. Sam, mwana wa William, anakuwa mgonjwa zaidi, wakiwacha kila mtu wakiwa na wasiwasi mkubwa. Wakati huo huo, binti ya William anarudi nyumbani peke yake baada ya kusafiri na Rafe kutafuta wanusuru wengine. Anaelezea kwamba walichunguza miji na majiji mengi, lakini hawakupata mtu mwingine hai. Walipokuwa wakipiga kambi mlimani, walimuona mtu ajabu na kumfuata, lakini yeye akatokea. Muda mfupi baadaye, mtu huyo alitokea nyuma yake akiwa amemnyooshea Rafe kisu. Alikuwa Silas, mtu ambaye William alimfukuza miaka iliyopita. Akiwa na kisasi, Silas anamchoma kisu Rafe na kisu na kumuua. Binti ya William anakimbia kumsaidia, lakini bila huduma ya kitiba marapa, Rafe anafariki kutokana na majeraha yake. Anamzika chini ya mti kabla ya kufanya safari ndefu ya kurudi nyumbani. Njiani, gari lake linaisha ubiti petroli, kwa hivyo linamlazimisha kutembea umbali uliobaki. Hatimaye anapofika, anagundua kwamba wengi wa jamii ya Waredi wameambukizwa na virusi mpya. Ingawa aina hii si hatari sana, Dr. Molly anafanikiwa kuwatibu au eribu kila mtu. Anamweka Sam kwenye maji baridi kupunguza homa yake kali hatari. Kwa lisitiko, ingawa matibabu hayo yanawaokoa wengine, hayana athari kwa Sam. Baada ya kushiriki kwa heri ya kihisia na wazazi wake, Sam anakufa. Hasara zinamvunja kabisa William. Pamoja na Sam, wanajamii wengine watatu pia wanapoteza maisha yao. Emma anamfariji, akimkumbusha kwamba waliponusuru kwa mara ya kwanza kwenye maangamizi, hawakuwa na kitu chochote isipokuwa kila mmoja wao. Sasa wanajamii nzima na watu hawa wanawakilisha mustakabali wa ubinadamu. Akitiwa moyo na maneno yake, William anarejea tena azimio lake na anajitolea kuandaa kizazi mpya kwa changamoto zilizo mbele. Siku moja, William anapanda juu ya mlima na kutazama maoja ya macho. Akiangalia ulimwengu uliobadilika, anatambua kwamba ubinadamu umetumia miaka mingi kujaribu kujenga upya ustaarabu wa zamani badala ya kuukumbatia ule mpya. Anawakusanya watoto na kutoa hotuba inayotia moyo, akielezea kwamba ulimwengu wa zamani umetoweka milele. Badala ya kupigana na maeneo, lazima wajifunze kuishi kando nake. Mazingira yenyewe yatakuwa mwalimu wao mkuu kwenye hali hii na eneo hili mpya. Baadaye, wanaanzisha upya redio ili kuunganika tena na mtu yoyote ambaye bado hai. Wanaanza kujenga jamii mpya kabisa, wakiandaa makusanyiko ya kijamii ili watoto waelewe umuhimu wa muunganiko wa kibinadamu. Wanakarabati miji iliyo karibu ili kuendana na mfindo wao mpya na taratibu kuanzisha ustaarabu na ustawi. Miaka 50 mwingine inapita. William mzee anamwambia mjukuu wake kwamba ustaarabu huu mpya wa binadamu ulijengwa na familia yao, na jukumu la kuulinda na kuuongoza sasa ni la kizazi kinachofuata.
Kwa mesaji hiyo ya matumaini, filamu inafikia mwisho.